Naomba jitahidi kusonga katika safari hiyo ulionayo. Hata changamoto ikitokea, naomba kuna mwenyewe anayekutetea ni Yesu Kristo. Maana haya yanayekuja kuna wakati mwingine yanakukumbusha kwamba uwe tayari, ulishakosea mahali, ujirekebishe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunawe kumuona mtu aliyeokoka sema nimeokoka mpaka natamani kufa. Tunao hao. Au mume wako, au mke wako, au mtoto wako sema ndugu zangu mimi nimeokoka nataka nife. Inatokea gani? Lakini kufa kupo. Hata kama ukiokoka, unapokufa Biblia inasema unakwenda kupumzika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Paulo ana maneno ya matumaini tofauti na Filipo, tofauti na Tomaso. Katika kitabu cha Wathesalonike sura ile ya 4 kifungu cha 13, mimi nakipenda sana. Unisikize ninapojisoma mimi. Maelezo ya Paulo. Anasema hivi: lakini ndugu zangu, hautaki msijue habari za wale wa mauti, msije mkahuzunika kama wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu. Unaelewa? Amen. Unaelewa? Amina. Sio kila aliyekufa, sio kila aliyebatizwa. Elewa vizuri maelezo haya ya Paulo. Waliolala katika Yesu. Yaani haya mahangaiko ulionayo, je, ukifa utalala katika Yesu? Matumaini yatakuwepo. Wanaokutazama watayaona hayo maisha ya kumwishi Kristo yatakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimepita maeneo mchungaji, nikaenda pale fulani, nikakaa mwaka mmoja. Siku moja nikaitwa kumbatiza mzee mmoja, wakasema ameamini. Ameamini. Kumbe wamemfundisha kwamba yaani baba, wewe ukifa hujabatizwa hawatakuzika vizuri, hawatakuimbia kwaya, wachungaji hawatakuja, na wazee wa humu hawatafanya matambiko, yaani hawatatambika siku hiyo, bora ubatizwe. Wakasema ndo ameokoka. Kumbe mwenzao amekubali kubatizwa ili mradi siku akifa azikwe vizuri, waimbe, wachungaji wawepo. Akabakiza hapo. Nilipomuuliza akasema ndio nimeamini. Ndio nimeamini. Na siku na wakati natoaga taarifa kwamba kwa mwaka mzima nimebatiza wangapi. Mnanielewa sijui? Amen. Mnanielewa? Amen. Kwamba nimebatiza wangapi? Wakiwa 10 hawanihusu kwamba hao wameokoka, ila waliobatizwa wangapi. Nami nikambatiza, nikaorodhesha, wakawa wengi. Baadaye mzee yule nikaitwa kwamba amefariki, ila kabla hajafa akawakumbusha maagano yake na maisha yake kwamba mimi nikifa naomba mnizike usiku. Si unanielewa? Amen. Na akawaelekeza, wakaelekea. Wamesahau kwamba walimuita mchungaji, wakajua mchungaji atababaika. Nilipokwenda nasema kwamba kweli baba amefariki kabisa. No, mulie jamani, tulieni. Nikaomba sala zangu zile, nikaomba nikamaliza. Sasa utaratibu wa kuzika kusema ila sawa. Sasa baba, maagizo tuliopewa baba mchungaji. Yaani mimi nayeongea na wewe. Sio nimesikia mimi mwenyewe. Baba, ila utaratibu aliyotuagiza huyu baba anatakiwa azikwe usiku. Hebu rudieni, anatakiwa kuzika usiku. Tukizika sasa hivi akasema hapana, aiomba sana huyu baba azikwe usiku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa anapozikwa usiku, sasa kile ni kiwanja cha serikali. Tunaenda anataka tumzike hapa kwenye zizi hapa usiku. Nikasema sasa la mimi nawaombeni mnisikilize. Kama mnakubali azikwe usiku, mimi sifanyi ibada hiyo. Mkafanye vikao. Mzee mchungaji akasema kama mnazika usiku, ya ibada hiyo hashiriki. Halafu msikucheleweshe muda, mchague mawili. Kama mnazika usiku nitakuwa sipo. Kama mnakubali mzike sasa nitazika.
wakafanya vikao. Mkuu wao akasema bora aende mchungaji, tutazika sisi usiku. Unafanyaje rafiki? Kwani mnagombana? Mnagombana. Ukigombana wewe mgomvi. Na mimi sikutaka ugomvi. Makatikisi tuondoke. Tukaondoka. Tukawaacha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bila nikataka kujifunza mimi. Nikamwandaa security wangu. Bwana nakuomba ushiriki. Shiriki ibada hatua ya kwanza mpaka mwisho. Jifanye ni mwenzao. Akasema naweza. Nikamweka mpelelezi. Kwa sababu ni jirani yao, ni mwenzao hapo, wakamuamini, awasaidie kuchimba. Akasema shiriki kila kitu. Nimekuruhusu mwenyewe. Mwenyewe niletee habari, mtilio ulioko. Akashiriki. Wanachimba kaburi, yupo. Wanafanya haya, yupo. Mpaka akamaliza. Alipokuja akasema yule hata kama mbatiza akwenda mbinguni. Yaani hata onana Yesu. Mambo yaliyoyafanya akaa sio hayo. Nikampa mkono. Baba nashukuru kwa sababu ulikubali. Tunaokulisha wenzetu ndugu zangu sio waenda mbinguni. Ila tusaidie kufanya shughuli zilizoko hapa. Amen. Maana shughuli nyingi sana za kujenga makanisa, za kufagia uwanja, kutuandalia viti. Si wazee wa kanisa wengine tunao, lakini hawako sawa sawa. Amina. Sio mkaangalia wasio wazee wa kanisa. Wengine wazee wa kanisa lakini wanafanya shughuli ambayo wanawaandalia wanaokwenda kule mbinguni. Lakini wao hawaendi ila wanatumika. Kusudia kuokoa nina wote nawaambia wote waokoke wote. Si ndivyo ilivyo jamani? Tutagombana watu. Fanya kazi zote lakini ninachotaka uokoke, sio ujenge kanisa alafu ubaki. Okoka ndicho kinachotakiwa. Usipookoka utashangaa na Yesu. Kama alivyosema Filipo, miaka yote usinijue mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shuhuda wangu kwa ndugu yangu Enoch. Kila nilipokutana naye niliyaona matumaini. Niliona alinionyesha matumaini. Kama aliishi vinginevyo hivyo mimi sijui, lakini hicho kiona mimi kama mchungaji, alinionyesha ana matarajio ya kwenda mbinguni. Hicho nilichoona. Na mimi ningekuomba sana, na wewe katika maisha yako, unapoonana na mchungaji wako, naomba uonyesha matarajio ya kwenda mbinguni, anza kuyaishi maisha ambayo yawaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisifike mbali. Niwe na kuandaa. Ndugu zangu, mbinguni uzima wa milele upo. Ila watakao upata ni wale ambao wanagharimia, wanajinyima, wanajipanga. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Narudia hapo nikapumzike. Lakini ndugu zangu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja. Kwa kuwa tuwaambieni haya kwamba tutakao salia hata wakati wa kuja kwake Yesu, hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya parapanda na malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo. Mnaelewa? Waliokufa katika Kristo akianza kuja, hiyo parapanda ikianza kulia, hata kama amezikwa kaburini, amewekwa mahali ambapo kaburi limejengewa kwa msingi mzuri, atasikia sauti. Parapanda hiyo ndio Yesu anakuja. Atasikia. Unanielewa? Yaani akianza kuja parapanda ile, wataanza kuisikia hao ambao wamekufa katika Kristo. Wataelewa parapanda hiyo inayokuja sio wacheza ngoma ya kawaida. Parapanda ya kutualika sisi. Halafu makaburi yataanza kuwaelewa. Na yataelewa hiyo sauti, yataanza kuwaachia waliolala makaburini. Bwana Yesu asifiwe. Kama nielewa.
Naomba Mungu akusaidie sana. Amina. Kama hujaelewa, mtafute kwa nafasi yako nikusimulie. Yaani makaburi yatakuachia. Isipokuwa tu sauti hiyo ikieleweka kwenye kaburi la. Kaburi la yule baba aliyezikwa usiku, mimi sijui kama atakapokuja Yesu, hata kama nilimbatiza, sijui kama sauti ataielewa. Sijui. Na alikuwa anatoa sadaka, nilikuwa nikienda ananikaribisha na kula vizuri, lakini sijui kama sauti ikija ikianza kulia, sijui kama ataielewa. Sijui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana mimi mchungaji wenu, nikija kwako ukaniendelea chakula, mchungaji, wakaniendelea chakula nikisema, mimi siwezi kula jamani, mimi nakorogaga pombe. Watanielewa? Jamani, siwezi kula kwenu kwa sababu hamjai kanisani. Watanielewa? Nina fununu, watu wameniambia wewe ni mchawi. Na siri chakula chako. Watanielewa? Kwa hiyo maana yake anikaribisha mimi nakula, asante. Ila mtihani parapanda ataielewa. Sauti yake ataielewa. Inaweza kuwa bahati nikaa nimekufa, mimi nimetangulia, nikaisikia hiyo parapanda, nikatoka. Siwezi kusema Mariamu yuko wapi? Emmanuel yuko wapi? Msiweze kusema kwamba wewe utaratibu uliopo watakaosikia sauti ya parapanda hii ndio wanaotoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yohana amesema atakapokuja Yesu akitokea hivi, uso wake wakimtazama wale wenye dhambi watajificha. Watajificha. Hawezi kumtazama Yesu, hapana. Yaani uso wake watakuwa nakimbia tu wenyewe, halafu wanaangalia chini. Walimsumbua Musa, wakasema tunataka sikumuona baba, tumechoka kuongea na wewe, tunataka mwambie tumuone, tumekuchoka maelezo yako. Akasema naenda kumwambia. Akaenda kumwambia, wataka kukuona wewe, wamenichoka mimi, kama wanavyotuchokaga si wachungaji. Unajua wao wanatuchoka, wanachoka kama katisi, wanawachoka kama wamechoka. Sawa, nakuja. Akaanza kuja, amewaalika, wamejaa, wamerundikana zaidi ya nyinyi. Alipoanza kuja, anaanza kusema, mimi ni Mungu mwenye wivu, na wapatiza na maovu ya baba zao, kizazi cha 4, lakini nawarehemu maelfu wanipendao na kushika amri zangu. Wao baada ya kumtazama Mungu wakaangalia chini, mpaka Mungu akapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala hatuwezi kupata shida akija Yesu, utainamisha kichwa mwenyewe. Tuombe. Kwa jina la Baba